Isaka alikuwa amebarikiwa tu. Kwa hiyo ilitosha watu kuwa na chuki, pamoja na kwamba hakuwaonea watu, pamoja na kwamba hakuwaibia watu, pamoja na kwamba hakuwa anajivuna na mali alizokuwa nazo, lakini kile kitendo cha yeye kubarikiwa ndicho ambacho kilifanya watu wakaanza kumchukia wenyeji wa mahali pale. Amen, watu wa Mungu. Nisaidie kumwambia jirani yako, unapobarikiwa usitarajie kupendwa, tarajia chuki kutoka kwa watu. Amen, watu wa Mungu. Sijui mnanielewa? Kwa sababu Isaka hakuna kitu kibaya alichokuwa kimekifanya, ila ni vile tu Mungu alivyokuwa amembariki, na Mungu alipombariki watu wakawa wameanza kumchukia. Kwa hiyo usishangae unapoonyesha labda utii mbele za Mungu, au unapoanza kufanya utakuta umeanza kufanya wengine wajisikie vibaya. Vile ambavyo Mungu anaanza kubadilisha maisha yako, ndivyo ambavyo utakuta wengine wanaanza kujisikia vibaya. Ukuaji wako wa kiroho, ukuaji wako kwenye maisha una uwezo wa kufunua wivu wa watu wengine juu ya maisha yako. Ukuaji wako kwenye eneo lolote la maisha una uwezo wa kuibua wivu ulioko ndani ya mioyo ya watu. Kuna vitu ambavyo viko ndani ya mioyo ya watu ambavyo huwezi kuviona mpaka pale ambapo Bwana ataachilia vitu kwenye maisha yako. Bwana akiachilia baraka fulani kwenye maisha yako, ndipo ambapo utaanza kuona mambo yaliyokuwepo ndani ya mioyo ya watu. Ndipo utaanza kuona chuki iliyoko ndani ya watu, wivu ulioko ndani ya watu. Kama wewe haujapata mtoto, umeolewa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, haujapata mtoto, utagundua kwamba waliokuwa wanasema wanasikitika kwa hali ulionayo ni waongo. Kwa sababu the moment ambapo utaanza kuona mabadiliko kwenye mwili wako, wakati ambapo Bwana anakubariki kuwa na mtoto, utaanza kugundua kwamba kuna watu wanaanza kukasirika. Kuna watu hawajisikii vizuri tena, kwa sababu wameanza kuona msiba wako unakoma. Kama ulikuwa unalala chini kwa sababu unaumwa, unapofika wakati ambao Bwana anakutoa kwenye ugonjwa wako, utaanza kuona kuna baadhi ya watu kabisa wanaanza kukasirika, kwa sababu kuna kitu cha tofauti kimeanza kutokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukuaji wako kwenye maeneo yote ya maisha yako huwa unafunua wivu wao. Sijui mnanielewa? Ndio maana kuna baadhi ya maeneo hata mtu Mungu akimbariki anajitahidi zile baraka zisionekane, kwa sababu anajua watamloga. Mimi kule nilikokuwa, kuna watu walikuwa hata kitaka kusafiri hasemi, yule shangatu hayupo. Kuna watu wanacheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani anataka kusafiri sio jambo baya, lakini hasemi. Mlikuwa naye jana wala hakukwambia, unashangaa tu unaenda kumtembelea hayupo, wanakuambia mbona ameondoka tangu juzi. Sikuwa naye jana hapa napiga story, ameondoka. Haagi kwa sababu wewe mwenyewe pia hakuamini. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu viko ndani ya mioyo ya watu hatuvijui. Lakini kuna kitu Bwana kiachilia kwetu, ndio tunagundua kwamba kumbe hata huyu nilidhani yuko upande wangu, kumbe hayuko upande wangu. Wakati nimepewa mtoto, Bwana amenipa mtoto, nilitarajia tungefurahia wote, lakini hili jambo ndilo ambalo linamuumiza huyu mtu. Amen. Ulikuwa unakaa huna ajira, huna kazi, imetokea umepata kazi, tayari unaona kuna mtu mwingine anakasirika, kwa sababu kitendo cha wewe kutokuwa na kazi ilikuwa ni furaha kwao. Hata kama walikuwa wanakuja kukupa moyo kwamba usijali, mambo yatakuwa vizuri, lakini Bwana kisha kuinua utaona kabisa wanakasirika. Mwambie jirani yako, hao ndio wanadamu, bado hujawajua. Amen, watu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akianza kuachilia mwanga kwenye maisha yako, utaona unaanza kuumiza wenye giza. Kama mtu ana giza ndani yake, utaona anaanza kupata shida, kwa sababu tayari Bwana ameachilia mwanga ndani yako. Amen, watu wa Mungu. Kwa hiyo kama unaishi maisha hakuna mtu yote anayekupinga, lazima ujiulize, hivi kweli ninapiga hatua au niko pale pale? Uliza jirani yako, unapiga hatua? Yaani ukiwa mahali ambapo kila mtu anakusifia, kila mtu anakuambia Bwana tuko pamoja, ujue kwamba kuna shida mahali. Lazima ukutane na upinzani. Hatua mojawapo itakayokuwezesha ujue kwamba unapiga hatua kwenye maisha yako ni pale ambapo upinzani unaanza kutokea kwenye maisha yako. Unapoona upinzani unaanza kutokea kwenye maisha yako, ile resistance inaanza kutokea kwenye maisha yako, jua kabisa kwamba tayari hapa kuna kitu ambacho Mungu anakifanya. Tayari kuna jambo linaendelea, hata kama silioni kwa macho, tayari kuna jambo linaendelea huko. Amina, watu wa Mungu. Kama mnakumbuka, kuna kipindi ambacho Yesu alikuwa anavuka upande mmoja wa bahari anaenda upande mwingine. Kule alikokuwa anaenda kuna mtu ambaye Yesu alikuwa anataka aguse maisha yake.
lakini kitendo cha kuanza safari, kuna upepo mwingi sana ambao ulianza kusukasuka kile chombo, kuonyesha kwamba kule anakwenda aina ya nguvu ambayo inatenda kazi, ina control mambo ya bahari, ina control vitu vingi sana. Kwa alianza kupata ishara akiwa njiani. Maanake nini? Kabla hajafika kule, upinzani ukawa umeanza. Kwa hiyo upinzani unaanza ili kusudi Yesu asimfikie mtu wa kule, lakini Yesu hazuiliwi na chochote. Anapofikia wakati ambao anataka kugusa maisha yako, huwa hakuna kitu kinachomzuia. Hata kama upepo utakuja mkali namna gani, hata kama watu watainuka wengi namna gani, Yesu ni lazima atafika kukugusa peke yako. Amen. Kuna upepo ulikuja mpaka wakina Petro wakaanza kuhisi kile chombo kinadhama, lakini kile chombo kilikuwa hakizami, kwa sababu kule mbele Mungu alikuwa amekusudia maisha ya mtu ambaye anaishi makaburini, mtu ambaye ni kichaa kabisa yupo kaburini. Yesu alikuwa na ratiba naye. Mwambie jirani yako, ratiba ya Mungu juu yako haiwezi kuvunjwa. Mungu anapokuwa amekusudia kufanya jambo kwenye maisha yako, maanake ni kwamba hakuna kitu chochote kinachoweza kumzuia. Kama Mungu ana ratiba na maisha yako, hata upepo ukija mkali namna gani, hata upinzani ungekuja mkali namna gani, ni lazima atakufikia. Hata kama uko peke yako, Mungu hasukumwi na idadi ya watu. Mungu akiweka ratiba kwako, atakufuata. Hata kama uko peke yako, hata kama unaishi makaburini, hata kama umetengwa na watu. Kama yule mtu wa Gerasi alikuwa ametengwa na kaa peke yake makaburini, lakini alikuwa anajikatakata na mawe. Watu hawawezi kumsaidia tena, wanasema tumechoka, tumekusaidia hakusaidiki. Lakini Yesu alikuwa na ratiba naye, akavuka mpaka ng'ambo. Alipofika akamponya yule mtu, na Biblia inasema kwamba akaanza kuhubiri injili kule Dekapoli kote. Akaanza kuhubiri injili, tukajua kabisa kwamba kumbe huyu mtu alikuwa amefungwa kwa sababu kitu cha Mungu kwa ajili ya watu wengine. Unapoona upinzani, tarajia kabisa ya kwamba kuna jambo ambalo Mungu ameshalianzisha kwenye maisha yako. Amen, watu wa Mungu. Kila upinzani ambao unauona kwenye maisha yako ni kwa sababu tayari kuna kitu ambacho Bwana ameshakianzisha kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukisoma ule mstari wa 18, utaangalia kabisa wanamfukuza Isaka kwenye mazingira, kwa sababu pale tayari kuna kitu ambacho ameshaanza kufanya. Lakini Biblia inatufundisha pia kwamba adui anaweza akajaribu kuziba chanzo cha baraka zako, anaweza akajaribu kuziba chanzo chako. Kama kuna mtu ambaye Mungu anamtumia kwa ajili ya kukusaidia, usimuexpose. Amen. Niliwafundisha siku moja kwamba kama huyu ndio mkono wa Bwana kwenye maisha ya huyu, wakati mwingine shetani ashughuliki na huyu, anashughulika na huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao Bwana anawatuma kwenye maisha yetu kuwa kama mkono. Nimewahi kuambia kwamba hautakuja kuona mkono umeshuka kutoka mbinguni kwa ajili ya kuhudumia watu. Ukimwomba Mungu siku zote utakutana na watu hawa ambao huwasalimii, hawa ambao unawanunia, ndio ambao Bwana anaweza kawatumia hawa watu. Mwambie jirani yako, Bwana anatumia watu. Huyo unayemwona kama nywele fupi, huyo unayemwona kama keleki, kuna namna Bwana anaweza akamtumia. Amen. Unapomwomba Mungu usitarajie kuona mkono umeshuka kutoka mbinguni. Unapomwomba Mungu utatarajia watu, kwa sababu watu ndio mtaji mkubwa wa Mungu kwenye maisha yako. Watu ndio ambao Mungu anawatumia kwa ajili ya kufanya chochote kwenye maisha yako. Kwa hiyo shetani atajaribu kuchafua au kuharibu au kuziba chanzo chako, lakini ahimidiwe Mungu kwamba hata kama chanzo chetu kitaguswa, bado Mungu wetu hawezi kuguswa wala kudharauliwa wala kuzuiliwa. Ndio maana niliwaambia kwamba wakati kile kijito ambacho Elia alikuwa anakunywa maji kilipokauka, Bwana alimpa namna nyingine ya kuishi. Akamwambia kuna mwanamke mwingine mjane nimemwandaa katika mji wa Serepta ambaye atakuhudumia wewe. Amen, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaangalia Wafilisti walikuwa wamefukia. Biblia inasema wameweka vifusi kwenye kisima ili kusudi huyu mtoto asipate maji, huyu Isaka asipate maji. Kuna visima ambavyo baba yake Ibrahimu alikuwa amevichimba, wao walikuja wakafukia, wakaviziba kabisa, wakaweka vifusi ili maji yasipatikane tena. Unajua chuki na wivu ni kitu kibaya sana. Unaweza ukaharibu kitu ambacho hata wewe mwenyewe kinakuhudumia.
Amen. Kisima cha maji haunywi maji peke yako, lakini kwa sababu hutaki mtu mwingine apate, unaamua kukifukia kile kisima. Chuki ndio ipo hivyo. Chuki unapomfanyia mtu mwingine, na wewe mwenyewe unapata hasara. Chuki haijawahi kuwa na faida. Kwa hiyo walienda kufukia vile visima, wakaweka vifusi kabisa, ili kusudi Isaka asipate maji, asinyweshe mifugo yake, ili mifugo yake ife. Na unapoona kisima, inaweza ikawa ni uzima, inaweza ikawa ni riziki, inaweza ikawa ni urithi, lakini pia inaweza ikawa ni maendeleo kwenye maisha yako. Kuna watu ambao wanaweza kujaribu kama kuzima, kama kuondoa hivyo vitu, lakini Biblia inasema kwamba kama Mungu ameweka ahadi kwenye maisha yako, wanapofukia, majira yanakuja, utavifukua tena na maji yatatoka yakiwa yanabubujika. Kwa hiyo adui anaweza kufukia kisima chako, lakini hawezi kufukia ile ahadi ya Mungu kwenye maisha yako. Kuna muda ambao Mungu ataamua kuachilia maji yatiririke, hata kama hivyo visima waliweza kuvifukia. Amen, watu wa Mungu. Kwa hiyo kuna wakati ambao adui anaweza kujaribu kushambulia furaha yako, anaweza kushambulia maombi yako, anaweza kushambulia amani yako, anaweza kushambulia pia uthabiti wako, ile nguvu yako, ile uimara wako, lakini Bwana anao ahadi kwa ajili ya maisha yako. Bwana anao ahadi kwa ajili ya kukuvusha hapo ulipo. Amen, watu wa Mungu. Kwa hiyo walijaza vile visima kwa udongo, lakini visima bado vilikuwepo. Ukifika kabisa unajua hapa mahali palikuwa na kisima. Amen, watu wa Mungu. Adui zangu wamefukia hapa, palikuwa na kisima. Usiache kuchimbua hicho kisima, fukua katika jina la Yesu. Fukua hicho kisima, maji yako chini. Biblia inasema kwamba Isaka alipofukua, maji yakaanza kutiririka, maji yakaanza kububujika, maisha yakarudi kama mwanzo. Tena kisima unapokifukua, hautoi tu ule udongo ulioingia, unatoa zaidi. Ndio maana maji yanatoka, yana nguvu sana. Amen, watu wa Mungu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba imetupasa kupigana vita bila kukata tamaa. Amen. Bila kukata tamaa. Ninatufundisha kupigana vita bila kukata tamaa. Isaka anachimba kisima, na baada hicho kisima watu wanakigombania. Jaifanya jambo lilipokuwa ni baya, wakasema hilo ni la kwako. Lilipokuwa ni zuri, wanasema ni letu. Haujai kuona? Amen, watu wa Mungu. Kuna watu mnahitaji kuomba tena. Yaani uliomba ikagoma, uliomba ikaenda ikagoma, lakini Bwana anasema imekupasa kuomba tena. Mwambie jirani yako, omba tena. Usitafute mbinu nyingine, anza kuomba tena. Uliomba lakini ukaacha, anza kuomba tena. Anza kuamini tena. Ulikuwa unaamini ukaacha, Biblia inasema anza kuamini tena. Ulikuwa unaota ukaacha, anza kuota tena. Kama ulikuwa na maono, anza tena kuona. Anza tena kumtumaini Mungu. Ulikuwa umeacha, lakini anza tena kumtumaini Mungu. Wewe unahitaji kutafuta kitu kingine, wewe unatakiwa kuomba tena.